Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha, akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Kiingereza kinasema when Jesus therefore had received the vinegar, he said it is finished, and bowed his head and gave up the ghost. Kwa hiyo ghost ni uhai. Nini pale ambacho kuipokea siki? Siki ni sumu kali ambayo kisha kunywa huwezi kudumu muda wa kutosha. Kwa hiyo kuipokea manake alinyweshwa sumu. Yesu alikunywa sumu pale msalabani, pewa sumu. Siki ni sumu, akapewa sumu, uchungu mkali, lakini hakukataa, kwa sababu alikuwa anajua kabisa yako machungu yatakayowapata watu watakaomwamini mbeleni. Kuna machungu yatakayowapata watu wengine kule mbeleni, na kama sio tu machungu, kuna wakati watategwa kwa sumu, na yeye ndiye ambaye ni kiongozi mkuu, anapitia hayo kwa ajili ya ushindi wa mtu yeyote ambaye atamwamini. Bwana Yesu asifiwe. Anayapitia hayo kwa ajili ya ushindi wa kila mtu atakayemwamini. Hakuna kitu ambacho Yesu aliruka, akapokea na akasema imekwisha. Pamoja na hiyo siki, nguvu yake haipo tena, anasema imekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Lakini itikia kwa sauti ya kutosha, amen. Akaipokea kwa sauti ya kutosha ya ushindi. Amepewa siki, amenyweshwa, lakini anasema imekwisha. Tuko pamoja? Kwa hiyo sasa, nini ambacho nataka twende kwa umbali? Nataka twende kwa umbali na neno imekwisha. It is finished. Na neno imekwisha kwa wakati wa Yesu Kristo lilitumika sana, hata kwa watu ambao wanafanya biashara. Inamaanisha malipo yalishakamilika. Kwa mfano, kwa sasa hivi mtu anapokuwa amelipa, wanaandikaje kwenye ile risiti? Kama ni muhuri wanaandika paid, sio paid. Anakugongea muhuri, anamaanisha malipo tayari, paid. Sasa huyo ni mfanyabiashara ambaye amelipwa pesa yake yote inayotakiwa na Mungu kwa kumtuma Yesu Kristo na kazi ya msalaba. Alishalipa kabisa malipo kamilifu ya dhambi. Hakuna kinachobaki. Ukombozi wa Mungu ni kitu kilichokamilika. Tuko pamoja? Ukombozi wa Mungu ni kitu kamilifu. Hatuhitaji ongezeko la ukombozi tena. Na Mungu akisha kukamilisha hiyo kazi ya ukombozi, akasema paid. Sasa paid ya Mungu anasema imekwisha, kwa sababu kuna vitu vilikuwa vinaendelea. Kuna mambo yalikuwa yanaendelea. Sasa Mungu anahitimisha kwa kusema imekwisha. Yote yaliyokuwa yanasumbua, kila kitu kilichokuwa kikwazo, kila kitu kilichozuia, kila kitu kimeondolewa sasa. Hakuna nguvu ya dhambi tena. Hakuna nguvu ya shetani tena juu ya mamlaka ya Yesu Kristo. Ningesikia mtu akisema amina ya kutosha. Ningekusikia unasema amina ya kutosha. Kwa hiyo deni la dhambi limekwisha lipwa. Sasa nini ambacho watu kinawasumbua? Nisikize vizuri jioni ya leo. Kinachowasumbua watu ni dhambi wanazozifanya. Dhambi ambazo wanazifanya machoni pao zinaonekana ni kubwa mno. Na ukubwa wa dhambi ni kwa sababu amejitahidi mara kadhaa kuacha, ameshindwa. Alafu ndani ya moyo wake iko hatia sasa ya kile anachokifanya. Yaani yale anayoyafanya, hakuna mtu ambaye anafanya uovu alafu ana amani.
asikudanganye mtu. Hakuna. Ndani ya mtu iko dhamiri ambayo inamshtaki kwamba hiki unachokifanya ni kibaya. Kila mtu. Sasa ule mzigo alionao mtu, ile nguvu inayomtendesha kazi, ile dhambi anayoifanya, anapojaribu kuiacha inamfanya akate tamaa. Kwa sababu kila akisema leo hii sitakwenda kunywa pombe, sitakwenda kufanya hiki, watu wanajaribu mara kadhaa, anakuta lile jambo haliwezekani. Mwisho anasema hata waliookoka ni waongo. Maana anafikiri ni namna ya kujaribisha na kushinda, na anafikiri kwa kujaribisha kwa uwezo wake anaweza akatoka. Lakini kumbe mtu hawezi kushinda uovu, hawezi kushinda dhambi isipokuwa kwa nguvu ya msalaba, nguvu ya ushindi ndani ya Yesu Kristo. Dhambi iliyokuwa na mamlaka juu ya mwanadamu haina mamlaka tena kwa ajili ya kazi ya msalaba ya Yesu Kristo. Na ushindi unapatikana kwa kazi ya msalaba, kwa ushindi wa Yesu Kristo. Hatushindani kimwili, wala usijaribu kupambana kimwili, hutaweza. Kuna tabia zitakung'ang'ania tu. Kama unataka kushinda kimwili, haiwezekani. Lazima uamini ushindi wa Yesu Kristo, ndipo unaanza kushinda katika lile jambo. Neno linasema tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye, katika Kristo. Yeye ndiye aliyeshinda, sio tulioshinda sisi. Sisi tunashinda kwa ushindi wake. Hapo naongea na mtu sasa. Kwa hiyo kazi ya ushindi kwa mtu wa Mungu ni ndogo. Ushindi kwako ni kitu cha kawaida, ushindi kwangu ni kitu cha kawaida, kwa sababu ukiamini tu ile nguvu ya ushindi wa Kristo Yesu unakuwa mshindi. Lakini kujitahidi huwezi. Aliyesema imekwisha ni Yesu. Na kama Yesu amesema imekwisha, anachotakiwa mtu ni kuamini ile kauli ya Yesu kwamba imekwisha, wala si mawazo yake tena. Mawazo ya mtu hayawezi kudumu katika ushindi. Ushindi unaodumu ni ushindi wa Kristo, kazi ya ukombozi ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo uzito wa makosa ya watu, hatia zao katika mioyo yao kwa yale wanayofanya, wanafikiri haiwezekani. Hapana. Kila kitu kinawezekana kwake aminie. Yote yawezekana kwake aminie. Kama upo punga mkono kama unanisikia. Yote yawezekana kwake aminie. Bwana Yesu asifiwe. Wakolosai 2 pale. Wakolosai 2. Ukisoma ule mstari wa 13 na 14. Sikia vizuri pale. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 13 na 14. Nao nasema, ndiyo, na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu, ndiyo, na kutokutahiriwa kwa mwili wenu. Wakolosai 2. Wakolosai 2:13. 13 hadi 14, ndiyo. Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu, ndiyo, na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, ndiyo, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote, ndiyo, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kwa mujibu wa neno la Mungu, maisha ya kwanza ambayo mtu anaishi nayo ni kama mtu aliyekufa. Neno linasema nanyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu. Anazungumzia roho aliwafanya hai pamoja naye, akisha kutusamehe makosa yote. Kwa hiyo msamaha wa mtu wa Mungu anapokuwa na achilia msamaha kwa kumwamini Yesu Kristo, kinachotokea huyu mtu anakuwa hai,
anakuwa hai. Uhai unakuja baada ya kumwamini Yesu. Sasa hayo ni mambo ya kiroho, spiritual. Mtu anakuwa sasa hai, kwa sababu mtu ambaye anatenda dhambi, neno linasema amekufa. Na hichi kifo si kifo cha muda, ni kule kutengana na Mungu, kwa sababu baada ya hapo mtu huyu hana mahusiano na Mungu, na mbele yake kuna hukumu ya milele. Na hukumu ya milele manake watu kutengwa na Mungu. Watu watatengwa na Mungu milele na milele. Kwa hiyo kile ni kifo. Sasa baada ya kumwamini Yesu Kristo, tuko pamoja? Baada ya kumwamini Yesu, mtu huyu anarudishwa katika mahusiano na Mungu na anakuwa hai. Anakuwa hai, roho yake inakuwa hai, mahusiano yake na Mungu yanakuwa hai, anakuwa sio mtu yule tena. Biblia inasema ni kiumbe kipya, ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Maisha yanakuwa mapya baada ya kumwamini Yesu Kristo. Maisha yanakuwa mapya kwa sababu mtazamo wa Mungu ni kumleta mwanadamu kwenye usahihi wa maisha ya mwanzo, maisha yaliyokuwa yameharibika pale mwanzo. Kwa Mungu anapomleta mtu kwenye mahusiano naye, mahusiano ya mwanzo, yule mwanadamu mkamilifu, hayo ndio maisha mapya. Huo ndio uhai, huo ndio uzima wa milele ambao sasa Mungu anataka kila mtu aupokee. Neno nasema Mungu hapendi hata mmoja apotee, wote wafikie toba, wafikie ukombozi wa roho zao. Sasa wazo la kujiuliza si wazo la kibibilia. Wazo la kuamini ndio wazo la kibibilia, kuamini kazi ya msalaba. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Kwa hiyo Yesu alichokifanya ni kuchukua lile andiko la kushtakiwa. Mtu anapokuwa ameshtakiwa, anakuwa ameandikiwa amekosea hiki na hiki na hiki na hiki. Ndicho kinachosomwa pale mahakamani. Mwanadamu baada ya kutenda dhambi aliandikiwa hukumu ya milele. Hapakuwa na njia nyingine, kwa sababu amekosa kwa Mungu. Lakini Mungu kwa wema wake yeye mwenyewe tena anamwacha Yesu, anamwacha Kristo ili aje aiondoe hiyo hati, aifute, ambayo damu za mbuzi na kondoo na ng'ombe havikuweza. Agano la kale lilikuwa na sadaka, lilikuwa na damu ambazo zilichinjwa kwa ajili ya makosa ya watu na jamii ya watu, kama ni taifa la Israeli. Neno linasemaje? Havikuweza kuifuta ile hati ya mashtaka. Ilifunikwa ili Mungu asione uovu akawahukumu mapema. Yesu amekuja kufuta, sio kufunika. Damu ya Yesu Kristo imekuwa na nguvu ya kuiondoa dhambi kabisa, isiwepo tena. Ile karatasi, tukitumia lugha za kawaida, ile hati haikuchomwa. Kwa maandishi yale yale Yesu alikuja kufuta, correction ink. Yaani alikuja ni kifutio, na anafuta inakuwa kama vile hakuwahi kuandika mtu. Alikuja kufuta, huwezi kuona kama amefuta. Tuna vitu vinaitwa kifutio mpaka sasa hivi, unafuta mpaka peni unafuta. Sasa Yesu alikuja kufuta yale maandishi yanayohukumu mwanadamu. Yeye amekuja kufuta, na hata dalili za kuonekana kwamba pamefutwa haionekani. Ni karatasi nyeupe, naongea lugha ya kawaida. Ndio maana maandiko yanasema dhambi zetu zimewekwa kama vile mashariki na magharibi, hazikutani na sisi tena. Sikiliza nikwambie, unaweza kukumbuka ulioyafanya, lakini Mungu hakumbuki kabisa kama umewahi kutenda dhambi. Ukisha kumwamini Yesu,
Mungu hakumbuki kabisa. Wewe utakumbuka, lakini Mungu hakumbuki, maana akikumbuka ni mwenye hatia. Mungu hakumbuki kabisa, alishauondoa ule uovu, umetupwa mbali kabisa. Ni mtu ambaye amezaliwa mpya, ambaye hajawahi kutenda dhambi, kwa sababu kazi ya Yesu Kristo ni kazi kamilifu, hahitaji kuungia. Mambo yanayokatisha tamaa watu, mambo yanayovunja moyo, mambo ambayo wanasema ni mazito, mambo ambayo wanasema ni magumu, mambo yenye kuleta hatia, kwa kazi ile ya msalaba, kwa kazi ile ya msalaba, mambo ya kuvunja moyo, ya kuchosha, ya kukatisha tamaa, ya kumkalisha mtu chini, hayana mamlaka, maana roho ya mwanadamu sasa imeletwa katika ushindi ambao haukuwemo ndani yake. Kukata tamaa ni asili ya dhambi, ni asili ya kushindwa, ni asili ya kuonewa. Mtu anayekata tamaa sio yeye, ameonewa na mashetani, ameonewa na dalili ya nguvu fulani, ameonewa na roho fulani. Sasa mtu ambaye alishamwamini Yesu, nguvu inaingia ndani yake ya roho wa Mungu ambayo inampa ushindi kila analolifanya. Kwa hiyo kukata tamaa, kuvunjika moyo, kufadhaika, kuchoka, hatia havitakiwi kuwepo ndani yako katika jina la Yesu aliye hai. Kama unanielewa hivi, havitakiwi kuwa fungu lako, havitakiwi kuwa utu wako. Utu wako ni wa ushindi, utu wako ni mpya, utu wako ni wa kusema hili naliweza, hapa naweza, kwa sababu kiwango cha kuweza kimeingia ndani yako kwa njia ya kazi ya msalaba ya Yesu Kristo. Ule ushindi wa Yesu ni ushindi unaoishi ndani yako. Sisi ni washindi usiku, mchana na jioni. Anayeamini Kristo ni mshindi nyakati zote. Kama naongea na mtu nitafurahi, yaani kama naongea na wewe nitafurahi sana. Wako watu ambao wanajiona hawawezi. Hicho ni kiwango cha dhambi. Kutokuweza ni kiwango cha dhambi, ni dalili za shetani. Shetani ndio anasema hivi, huwezi, huwezi, huwezi. Tangu mwanzo amewaonyesha kina Adam na Hawa kwamba hawawezi, na kweli wakajikuta anakowaelekeza ndio nakwenda huko ambako ndio kupotea. Lakini Kristo amerejesha kuweza, amerejesha ushindi. Msalaba lilikuwa ni jambo ambalo haliwezekani, lakini Yesu ameuendea msalaba kwa ushindi. Ameuendea msalaba kwa ushindi, ameiendea mauti kwa ushindi, na ameishinda. Ameishinda. Kama unaiona mauti kwenye ulimwengu wa roho, usiogope. Yesu amepita hapo na ameenda upande wa pili. Kama unaota ndoto kwamba sijui ulishakufa, hapo pita. Yesu yuko ng'ambo ya pili. Aliingia kaburini, akatoka, akatangaza mauti haina mamlaka juu ya wote wanaoamini. Hatutaamini ndoto, hatutaamini mawazo yetu, hatutaamini mawazo ya watu. Tutaamini alichokisema Yesu kwamba mauti imekwisha, ndoto imekwisha, magonjwa imekwisha. Vitu vinavyokuja kwako havitakuwa na sauti ya mwisho. Sauti ya mwisho ni ile ambayo Yesu alisema pale msalabani. Chochote kinachokuja kwangu sitakisikiliza, hata kama kimeingia mwilini mwangu, hata kama ni kansa imenipata, hata kama ni ugonjwa gani umenipata. Hiyo sauti sio sauti ya mwisho. Nitatafuta sauti aliyoisema Mwokozi wangu pale msalabani, akasema imekwisha. Hiyo ndio nitasimama nayo. Mengine yote ya mawazo ya adui, mawazo ya watesi, mawazo yangu mwenyewe, mawazo yoyote, hata ya rafiki yangu, sitayachukua. Nitachukua sauti ya Yesu Kristo. Imekwisha. Kila kitu imekwisha. Magonjwa imekwisha, kuonewa imekwisha, kudhalilishwa imekwisha, kudhalilishwa imekwisha, kuchoka ayesha katapo papaya.
Injili ya Yesu. Injili ya Yesu tamu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Yesu ni mzuri. Haleluya. Kwa hiyo kila kitu kimekwisha. Kama Yesu amelipa deni ya dhambi ambayo ilikuwa haiwezekani, kila kitu kimelipiwa. Hata madeni yako yamelipiwa. Hata madeni yako ya kawaida yamelipiwa. Wewe usiwaze kwamba hapa nitafungwa. Hakuna kufungwa. Unapita na deni unalipa. Mungu atafungua mlango wa kulipa hilo deni. Mungu akikupa pesa, lipa. Kwa sababu Mungu hata kuacha ukae kwenye madeni. Ulichukua ukiwa na shida, haukuiba. Kukopa sio kuiba. Ni utaratibu mzuri tu na lazima ulipe. Kwa hiyo lazima ulipe. Kama na deni kwa injili ya Yesu, kama amelipa dhambi kwako, hata madeni yako yote lazima ayalipe. Ukiamini neno utaona utukufu wa Mungu. Ukiamini akili zako utachoka. Unaweza kushindwa kulipa hata 20,000. Lakini ukiamini Yesu, hata milioni 10 unazilipa kwa uwezo wa Mungu. Maana dhambi ilikuwa haina bei kamili ya kulipa, lakini Yesu alilipa cash. Orakashakateya. Na mambo yako yalipiwe. Na mipango yako ilipiwe. Na maisha yako yalipiwe. Yesu ndio mwanzilishi wa imani yetu. Hatujajiokoa sisi. Haleluya. Isaya anasemaje? Isaya 53:5. Isaya 53:5. Anasemaje? Isaya sura ya 53 mstari wa 5. 53:5 Isaya anasema, ndio, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, ndio, alichubuliwa kwa maovu yetu, ndio, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Na kwa kupigwa kwake sisi, na kwa kupigwa kwa Yesu wewe adhabu ya amani yake. Yani Yesu aliteswa kwa ajili ya amani yako, ili wewe usipoteze amani. Na anasemaje? Amani na wachieni, amani yangu nawapa, ni wapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Kwa hiyo amani ni mtaji wako. Utafilisika pesa, lakini amani usifilisike. Kama kuna vitu unaweza kanyang'anywa, lakini amani huwezi kanyang'anywa. Kuna vitu utapungukiwa, lakini amani hutapungukiwa. Ndio maana wale jamaa kina Paulo kina Sila walikuwa wameshiba kauli za Yesu. Wanaingia gerezani, wanaimba, naomba, hawaangalii viboko. Amani imekuwa kubwa kuliko fimbo. Amani ni kubwa kuliko mateso. Amani ya Yesu ikutawale. Hata ukipitia changamoto, usione changamoto. Amani ya Yesu ikujae toka utosi mpaka wayo. Ukiwa na amani, mawazo yanatulia. Ukiwa na amani, mipango inapangika. Ukiwa na amani, usingizi unalala. Kama ulikuwa ulali usingizi, kalale leo hii kwa neno hili. Lala na upate usingizi. Shetani asikuibie ndoto njema. Na ukilala, ota ndoto njema. Mungu akutumie malaika wazungukie kituo na kukuzungukia na kukulinda. Biblia inasema malaika wa Bwana anafanya kituo akiwazungukia mchao na kuwaokoa. Onjeni muone kwamba Bwana ni mwema. Heri mtu anayemtumaini Mungu. Yule maskini alilia, Bwana akatuma malaika. Bwana akutumia malaika, akutumia msaada. Mungu akutumia msaada wakati huu. Popote ulipo, msaada wa Yesu kufikie. Msaada wa Yesu kwenye biashara yako. Msaada wa Yesu kwenye ndoa yako. Msaada wa Yesu kwenye familia yako. Msaada wa Yesu kwenye maisha yako, kwenye afya yako. Msaada wa Yesu ofisini kwako. Msaada wa Yesu barabarani. Msaada wa Yesu unaposafiri.
msaada wa Yesu mahali popote. Hata unapokuwa naongea, msaada wa Yesu. Unapolala, msaada wa Yesu. Maadui zako wakashindwe, kwa sababu akulindaye ni Mungu wa wokovu wako, ambaye mbingu na nchi zinamwinamia. Biblia inasema kila goti litapigwa kwa kazi ya Yesu. Hakuna pepo wala mchawi wala mwanga watasumbuka sana, lakini maisha yako yanaendelea.